must go. Zakayo must go. He must go. My voice, your voice, our voice, Gen Z's voice. A generation that is tired of being manipulated by leaders who are busy making empty promises. Promises that even a 5-year-old is able to tell is a scam. Fertilizers for the farmers, free education, a government of the people, for the people, by the people. What people? And we have no voices in our government. A generation that is vexed, infuriated, tired of everything going on. Who are our leaders? Well, kwa majina ni Frida Onduso, mimi ni mwigizaji na mwimbaji na activist kutoka Kisii County ya Youth Activist, na niko hapa ili niweze kusema jambo moja. Kuna watu wengi wanasema ati wanafunzi wanaharibika wakionyeshwa mambo ya siasa, ya kwamba wanafunzi wanatumika kama vifaa vya kupiga wanasiasa na serikali. Ninataka kusema hivi, hata wanasiasa wenyewe ni waigizaji. Ama mnataka tuongee kuhusu vile wanatumia lugha tamu, wanatumia maigizo na aina zozote zile za art ili kuweza kuattract masses. So in short, wanafunzi ni waigizaji sawa, na wako na ujumbe wa kisiasa ni sawa, lakini hiyo sio dhambi, sababu kila mtu ana ujumbe na kila mtu ni muigizaji kivyake, wanasiasa na wanafunzi vile vile. Jambo jingine ambalo nataka kusema, the only reason why drama inafurahisha watu ni kwa sababu tukiangalia hii drama tunaona aspects of our own lives. Tunaweza angalia tuone kama ni dhuluma, tunaona nyewe hii dhuluma imefanana dhuluma fulani mahali pengine. Kwa hivyo swali tunafaa kujiuliza ni hili. Sio eti kwa nini wanafunzi wanatumika kisiasa. Swali kuwa hapa ni hivi. Ni kwa nini tumefika mahali ambapo ni lazima wanafunzi watuonyeshe vile vitu ambavyo vinatendeka katika jamii ili tuweze kuangalia. Na zaidi ya hapo, ni kwa nini tunapoletewa maigizo kama haya ambayo yanatuonyesha mambo yanaendelea katika jamii, our first instinct is to say the drama is wrong. What about the message? Take the message, don't we eat the message alongside the message. So the point is here, drama will always be a tool. It's not the first. Wenzangu hapa wameongelea kuhusu vitabu ambavyo vinasomwa katika hizi shule. Wakati tunasema wanafunzi ni wachanga sana kuingia katika siasa, tunafaa tukumbuke ya kwamba wakati wanasiasa wameketi behind closed doors wakitengeneza sheria, wakifanya uamuzi kuhusu maisha ya watu, inashika mwanafunzi na mtu mkubwa vile vile. Inashika aliye na kipande na asiye na kipande cha kupiga kura. Kwa hivyo wanafunzi, if they are not too young to experience the consequences of political decisions that have been made in this country, they are not too young kutuonyesha huo ujumbe ambao wamekuwa wakituonyesha kupitia kuigiza. Jambo la mwisho, sio mara ya kwanza, hata katika masomo, Betrayal in the City ni kitabu ambacho watu wengi walikisoma, and it's a very good book by Francis Imbuga. It is based around a play. It is a whole play. So amwezi kufika hapa sasa mtuambie eti kwa sababu kuna mtu ambaye amehusika na siasa na ametumika kuandika script ati sasa tusisikize ujumbe. The fact that so many Kenyans relate to this play should be the question of worry here. So kwa hivyo, kwa machache na mapana na marefu, ujumbe wetu kama artist ni hivi. Sisi what we do is activism. Politicians already walikuja wakaingilia activism, ambapo watu wanaenda barabarani, wanarusha mawe, wanachoma vehicle tires. Sisi hatuchomi. It is our way of communicating without violence. Na kwa hivyo kama tumeingilia activism, let us live activism through art alone. That is the only way society, kila mtu ataweza kusikia ya kwamba amehusishwa katika decision making na amekuwa properly represented. Ni hayo tu kwa sasa, na kama Cleophas Malala anatusikia, sisi kama waigizaji, waimbaji, tupo tayari kutumia uigizaji wetu ili kutuma ule ujumbe ambao labda wawakilishi wetu wameshindwa kutuma. Asante sana.
Kwa majina mimi naitwa Steve Momanyi ama Osoro the actor. Mimi ni msanii kutoka hapa Kisii. Na kuhusu hili jambo eti wanafunzi wametumika vibaya kuangazia mambo ya kisiasa. Kwanza, that's so petty for our government. Mbona tunauliza nani aliandika, ama mbona inatujalisha sana nani aliandika play? Mbona tusijiulize play inasema nini na imekosa wapi, tuelezewe. Haya, kwa kutumia wanafunzi. Hawa wanafunzi ndio wamesoma, government imecertify vitabu vya fasihi. Tangu niwe shuleni, before niwe shuleni, kuna government inspector, kuna an enemy of the people, kuna vitabu vingi including Kifo Kisimani na hata Parliament of All zenye inafanywa sasa hivi. Wanafunzi hao wanasoma, they are not ignorant of what's happening. So tukishawapatia zile plays na wako na talanta ya kuigiza, mnataka watumie huo uwezo wao kuigiza mambo gani, content gani? Art si kitu empty ya kufurahisha wanasiasa na wale ambao wanadhulumu jamii. Pia inatumika kukupoint wewe, na kwa hivyo tusikue so petty. Hiki ni kioo cha jamii na si mara ya kwanza wanafunzi kutumika. 1976 Sarafina the Famous walitumika na pia wakaleta liberation. Wanafunzi hawana ID, ndio hawawezi enda kupanga line wakapiga kura, lakini hatutaki encourage political apathy. Hii kutopewa ruhusa ya kuparticipate in politics na kujua kila kitu inafanyika kwa politics ndio inafanya watu wengine kama sisi millennials tuko na political apathy, tunasema kwamba si lazima niende kupiga kura. Lakini wakishajua kutoka pale wanaigiza hayo mambo ya kufix jamii, watachukua kura na watapiga kura. Asante sana. So it's not a question of who was used or who wrote it. It's a question of what is it? What is the message? Jina langu ni Mwalimu Obinna Nyambani. Niko katika sanaa na nimekuwa nikifunza Kiswahili na nilifunza somo la fasihi. Fasihi ni kioo cha maisha. Masomo mengi ambayo wanafunzi wanayapitia wakiwa darasani. Tulisoma Government Inspector by Nikolai Gogol. Tulisoma Petrion the City by Francis Mbuga. Tumesoma vitabu vingi ambavyo vinazumulia hadithi za wanasiasa na uongozi. Sasa ni nini mbaya kwa watoto wetu kujielezea yale ambayo wanafunzwa na jamii inawafunza, na hatuwezi kuepuka jambo ambalo linatendeka kwa kizazi hiki kwa sababu tunafikiria. The problem is the guilty are always afraid. Kwa hivyo ukiona ukiguziwa inamaanisha kuna jambo linakugusa na utaki lionekane. Limeshaonekana. Fasihi ni chombo cha maisha, inatufunza, na watoto ni wetu, they behave the way we behave. So hatuwezi kuwatoa kabisa, hiyo haiwezekani. We shall go ahead with this acting because it is part and parcel of society. Who must go? Zakayo must go. He must go. My voice, your voice, our voice, Gen Z's voice. A generation that is tired of being manipulated by leaders who are busy making empty promises. Promises that even a 5-year-old is able to tell is a scam. Fertilizers for the farmers, free education, a government of the people, for the people, by the people. What people? And we have no voices in our government. A generation that is vexed, infuriated, tired of everything going on. Who are our leaders?